Kutoka kwa deliverance zile tunafanya, nimeona ya kwamba deliverance nyingi tunafanya kwa watoto wale wako kwa generations hizi za karibuni. Dhambi zile, madhabahu ile iko kwa familia zao na wanazigundua sasa. Ni madhabahu iliinuliwa na mababa na ancestors, na inakuja kutokea wakati watoto to the third and the fourth generations. The Bible is written in the book of Exodus chapter 20 verse 5 ati nitawafikishia uovu, I'll pass on judgment of the sins of the fathers to the third and the fourth generation. Na kwa hivyo watoto wanalipia makosa ya mababu zao. Dhambi hawajui, hawakuwa wakati damu ya kuku ilikuwa ikimwagwa, wakati madhabahu ya waganga na wachawi ilikuwa ikiinuliwa. Wao hawakujua kuna madhabahu kama hiyo. Hawakujua kuna madhabahu inaitisha damu. Wakikaa ndio wanaona wanakufa ovyo ovyo. Mambo hawaendi mbele, ni kama kuna madhabahu iko ya kuitisha pesa. Na kwa hivyo hii madhabahu inakaa, inaripisha, inawaitisha, wanaona maisha yao, wanaangalia mtoto wa fulani hakuoleka, anti hakuoleka, anko hakuoa. Kuna madhabahu ya pombe, kuna madhabahu ingine hawakuwa wanajua, wanaona ni kama ni pattern. Na ukiona kwenu kuna pattern ya mambo imekuwa ikijirudia, inajirudia. Unaona anko alikuwa hivi, nephew amekuwa hivyo, baba alikuwa hivyo, na unaona hii ni kitu inaenda ikijirudia. Unajua hiyo ni kitu ilianzishwa zamani. Na kwa hivyo hiyo madhabahu, there is one thing I want you to know. Ati wakati madhabahu imeinuliwa, inakaa ikiwa hai mpaka wakati madhabahu hiyo itabomolewa. And that's the reason why we've been given power and authority ya kubomoa madhabahu ingine ile haileti faida. Na kwa hivyo wakati wewe umejua juu ya hili neno la Mungu, this is the word of God. In the book of Jeremiah 29, neno lake Mungu ni kama moto na ni kama nyundo ivujaye mawe. Kwa kitabu cha Ibrania 4 mstari wa 12, neno hili la Mungu ni kali kuliko upanga wa makali kuwili. Na kwa hivyo unajua umepewa nguvu na mamlaka ya kubomoa madhabahu hiyo. Madhabahu ile haimfaidi. Unaangalia, na kwa hivyo kwa sababu Mungu amekupea hekima, unaangalia, unaona ile mambo ilikuwa ikifanyika kwa baba yangu inafanyika kwangu. Ile madhabahu ile kitu ilikuwa ikifanyikia, ile kitu baya ilikuwa ikifanyikia my uncle, inafanyika kwa my daughter, inafanyika kwa my son. Baba alikuwa anakunywa, na sasa mtoto wangu ameanza kukunywa. Unajua hii ni madhabahu iliinuliwa. Na mjue zamani kulikuwa na wakiinua madhabahu alafu wanamwaga pombe kwa hiyo madhabahu. Wanamwaga pombe, wanapea ancestors pombe, wanasema before we drink, before tukunywe sisi, tunapea ancestors kwanza. Hiyo madhabahu haisahau. Not unless uibomoe. And you've been in the word of God.
As a Christian, you've been given power and authority ya kubomoa madhabahu yote ya kichetani, ya kubomoa kazi zote za giza, mautawala yote ya kichetani. You've been given power and authority ya kubomoa. Na kwa hivyo siku ya leo, kwa ile madhabahu inafuata watoto wako, kwa ile madhabahu imeinuliwa kwenu na iko hai, kwa hivyo inaongea. Siku ya leo ni siku ya kunyamazisha. Simama usimamishe sauti za hiyo madhabahu. Ile madhabahu imeinuliwa, hakujalishi ni ya pombe, hakujalishi ni ya kutoolewa, hakujalishi ni ya umaskini, hakujalishi ni gani, unajua inaongea kwa mafamilia yenu. Na kuomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, that ubomoe, that you destroy, you demolish every demonic altar speaking upon your children, every demonic altar speaking upon you, upon your life. You can know when things are not going right. And because God has given us authority by the blood that was shed in Calvary, I pray today ati ubomoe madhabahu yote inamfinyilia, madhabahu yote inamuibia. You know, in the book of John 10:10, Satan comes to steal, to kill and to destroy. He has no other purpose. And I refuse in the mighty name of Jesus. I refuse any work of the devil upon your life in Jesus' name. I destroy all demonic altars in your life in Jesus' name. You have been given power to do so. And may you start now demolishing, destroying every demonic altar in your life. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.